lilikuwa somo ambayo haikutiliwa kwenye monopoli, bali nililofundishwa na baba yangu tajiri. Na kwa kimsingi, kosa la watu wengi ni watu kwenda kwa shule kwa ajili ya kupata kazi. Na kazi kwa hapa, na vile umejua, sheria kuandikwa sana kwa ajili ya matajiri. Mimi si andiki sheria, unaweza kumsikiria, lakini ni matajiri ndio wanaandika sheria. Kanuni za dhahabu ni mwenye au ni yeye aliye na dhahabu anayeweza kutia sheria. Habari hapa ni Robert Kiyosaki. Tunajikuta somo jipya la kusisimua katika elimu ya fedha ya pesa kwa milenia, au tuseme milenia na pesa zao. Kwani sisi wote tunajua shule haitufundishi chochote kuhusu pesa, na inavuruga sana watu, kwa sababu wanaenda shule kufanya ambayo tutazungumzia leo. Alienda shule kupata kazi mzuri. Kwa wale ambao wanakosa kumjua baba yangu tajiri, alikuwa baba ya rafiki yangu mkubwa sana. Baba yangu maskini alikuwa moja wa madiplomia ya universite. Tofauti na mimi, nilikuwa mwanafunzi mzuri wa hali ya katikati katika siku mzuri hiyo. Baba yangu tajiri hakusoma sana, na alikuwa na mtazamo tofauti na wangu, na hakukuwa na ubaya wowote. Baba yangu tajiri alikuwa entrepreneur, na baba yangu maskini alikuwa mwalimu mkuu wa universite na kiongozi wa shule. Alikuwa diplome kutoka Stanford na University ya Chicago, na alikuwa na aina yoyote ya madigri au madiplome ya universite. Nikiwa na miaka 9 huko Hawaii. Baba yangu tajiri alianza kunifundisha kuhusu pesa, kwa sababu siku moja nilimuuliza mwalimu wangu wa shule ya kwanza swali. Nikauliza, utafundisha mambo ya pesa? Akanijibu, hapana, hatutaongelea pesa. Na nikaona ni ujinga kweli kuona unakwenda shule ukipata kazi, lakini usijifunze chochote kuhusu pesa. Kwa hiyo somo la kwanza limeandikwa pale pale. Tajiri huwa hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa, kwa ajili kitu ambacho kuja katika akili yangu. Ninajua falsafa yako, kwa hiyo phrase hiyo ina maana kwangu. Lakini kwa mtu kusikia jambo hilo mara ya kwanza haileti maana, kwa sababu unaenda shule kupata kazi ili upate pesa. Kuwa mtu wa pesa, hasa kufanya kazi kwa ajili ya wajinga kama mimi. Njia yangu ya kufundisha kwanza ni kuweka doubt katika akili yako, ili kupinga mifungo ya imani au system ya croyance, na hapa ndipo uweza kuchukua hatua ya imani mpya au kuweka imani zako za zamani. Na kama unafikiria kutumia juu ya pesa
kitu gani ambacho kinapita kwa akili yako? Nafikiri mbeleni, wakati nalifanya kazi katika banki, nilifanya kazi ili nipate mshahara. Sikuwahi kuambiwa juu ya elimu ya fedha kama unavyofanya. Ilisikitisha kidogo kukosa kufanya mambo fulani ambacho nalipenda kufanya. Nalikuwa katika mzunguko wa shetani ambapo nililipa mafaktiri yangu na nikaenda kazi, na ndivyo ilikuwa hivyo. Je, una marafiki ambayo hawajapata kazi hata kwamba wamesoma? Nina marafiki wengi ambayo ni madiplomea na ambayo waliambiwa kwamba wakisoma watapata kazi nzuri, na ambayo wanajikuta hawana chochote. Wachache kati yao wanapata kazi, lakini wengi wao hawana kitu. Fumbo kwamba nilipoacha shule miaka ya 60 kulikuwa kazi nyingi, lakini dunia inabadilika. Mashule au mafunzo kati ya shule haibadiliki, kuwa wanasumulia hadithi zile zile ambayo ni lazima utafute kazi. Nalikuwa na bahati sana wakati nalimaliza shule au wakati napata diplome yangu kwa mwaka 1969. Tulikuwa madiplomea ambayo waliwalipa mshahara mzuri sana katika historia. Wanafunzi wengi walipata katikati ya dola 120,000 na 150,000 kwa mwaka. Sio pesa nyingi leo, lakini mwaka wa 1969 ilikuwa ni pesa nyingi sana. Lakini bahati mbaya, kama vijana wengi tulitumia kila senti ya pesa. Lakini nilikumbuka somo hili kutoka kwa baba yangu tajiri, ambayo ilikuwa kwamba matajiri hawafanyi kazi kwa pesa. Sawa, napata pesa nyingi, nina usalama wa kazi au sécurité de travail. Ni nini zaidi ya hapo? Ndipo elimu ya fedha inapoingia. Kwa hiyo kama umetaka kubaki na jambo katika hotuba huyo, kuwa hii, kwa sababu elimu ya fedha au education financière ni juu ya kutokufanya kazi kwa pesa. Moja na maswali ya kwanza ambayo nimejiuliza wakati nalikumbuka kitu ambacho baba yangu tajiri kusema na kuniuliza, je, siku yenye siwezi kutumika tena kwa ajili ya mshahara itakuwaje? Unaona, lengo langu halikuwa kwenda kumwezi au kutibu saratani au kanser. Lengo langu ni kujua wakati sitafanya tena kazi namna gani ya kupata pesa. Kwa sababu wakati unasubiri mshahara, iwe kutoka kwa mwajiri au kama baba yangu maskini aliogopa kupoteza pension yake ya serikali, nalikuwa nimejiuliza hali gani hii ya kuishi. Siku moja baba maskini alifukuzwa kazini na akipoteza pension yake. Ilikuwa jambo la kutisha zaidi duniani. Hakupokea tena kitu acha chochote. Basi kulikuwa
hifadhi ya jamii au securite sociale, ambayo ni mbaya zaidi. Ndiyo maana lengo, wakati nalipokuwa karibu na umri wako au zaidi kidogo na miaka 25, nilijiambia lengo langu ni kutohitaji kupokea tena mshahara kutoka kwa mtu yeyote, ikiwa pamoja na serikali. Sitaki kutegemea bima ya afya au hifadhi ya jamii au kitu kingine chochote. Nalikuwa pilot wa ndege ya kijeshi katika jeshi, na wakati huo watu waliniambia, vizuri, utapata pension yako vizuri. Nikawajibu, unaweza kuwa na lengo lenu, lakini haiko lengo langu, kwa sababu njia ya kufikiri yangu iko tofauti na njia yenu. Juu mimi situmiki kwa ajili ya pesa au juu ya kupokea mshahara, na hivyo tatayarisha somo ya leo, na naeleza somo hiyo ndani ya kitabu kyangu Baba Tajiri, Baba Maskini. Na angalia kitu ambacho kinafanya tofauti kwangu, ni faida ambayo nalikuwa nayo mbele ya wengi. Wakati nalikuwa na miaka 9, nalijua hiyo njoo, kwa maana nalitaka kutumikia juu ya kupunguza mambo. Unaona hapa inaitwa bilan financier. Hiyo njoo bankier wako anataka kuona. Wakati nalikuwa na miaka 9, nalikuwa nacheza Monopoly na baba yangu tajiri. Hii ilikuwa somo ambayo haikuandikwa ya mchezo Monopoly, lakini ambayo baba yangu tajiri kunifundisha. Na kwa kimsingi, kosa la watu wengi ni watu kwenda kwa shule kwa ajili ya kupata kazi. Na wakati hapa ni pole ambayo maskini kuwa na watu wa class moyenne na kutangu na tutazungumza kwa kirefu nyuma. Karama ya watu wote ni kodi. Si zamani sana Rais Trump alisema atapunguza kodi, na hakutakuwa kupunguza kodi kwa watu maskini na wa class moyenne. Na namna unajua, sheria imeandikwa zote kwa ajili ya matajiri. Si andiki sheria. Unaweza kuwa na kisirani kwangu, lakini ni matajiri kuandika sheria. Sheria ya dhahabu au ya pesa, ni mwenye kuwa na pesa yenjo mwenye kufanya sheria. Sasa kupunguza kwa kodi kuhusu watu tu, watu hao kwenda huko, takwambia mengi kuhusu kichwa hiki, lakini ni juu ni kuwapa njoo nimekuwa natumika na njoo, kwa maana na kuwa nafasi ya kwanza, number 1. Niko entrepreneur katika kuwa na maentreprise mingi na kuwa na mengi sana, na situmiki. Wewe kutumika hapa na haunioni mimi kutumika, si hivyo?
Hapana, juu situmiki hapa juu ya kupata mshahara kisha kuya nyuma immobilier, na immobilier iko vizuri kwa juu ya mambo mengi ambayo tutaona baadaye. Sababu ya msingi ni inasababisha kuunda mkopo, na tumia mikopo juu ya kuuza vitu vya immobilier. Na silipi kodi, kisha kuja makartasi hiyo njo inaangalia akiba, vitendo, maobligation ya fond ya commun ya placement, ma ETF. Sina kitu, na hiyo njo yenye kufanya watu wengi kwenda kwa shule juu ya kupata kazi, kuweka franga katika mpango wa pension au retraite na kufanya akiba ya pesa. Nasema hiyo juu ya kuwakasirisha wandugu, juu inaweza kuwatuma mufikirie kidogo. Sifanye sheria, lakini namiambia tu kama ni sheria. Ni watu ambayo kulipa kodi mrefu, na njoo wenye kutia kodi bei kali, na wenye kutumika sana, kisha mwisho kupata matière première juu ya klasi mbalimbali ya maaktif ndani ya matière première. Kuna number 1, basi tuna pesa, mafuta, ardhi, maji, chakula ni kununua. Ndiyo maana nafanya kazi. Wakati natoka shule pali ya kutumika kwa ajili ya mshahara na kutumika juu ya pesa, elimu yangu na mafikiri yangu ingeweza kuwa bien, na kwa yote nalikuwa tayari na kazi nzuri. Nalikuwa na fikiri ya kitu ambayo ningeweza kufanya wakati nalimaliza shule, na kitu ambacho nilifikiria sana kwanza ni matière première. Na hivi ku mwaka wa 1972 nalianza kununua dhahabu au or, na ilikuwa kinyuma na sheria kwa Amerika. Kwa hiyo wakati kuna nunua dhahabu, unaweza kufikiria hiyo. Tulikuwa ku mwaka wa 1972, na leo hali inabadilika kutoka na mabitcoin, sivyo? Hali inabadilika mbio. Nalianza na dhahabu au or, nalibadilisha nikaenda ku mafuta au petrol. Juu masomo nalijifunza kuhusu kutembeza meli au bato ya mafuta. Nalitaka kutembeza mameli ya Standard Oil, na hapa nikainvestir ndani ya mafuta. Bibi yangu na mimi hatukuwa na action ndani ya Standard Oil au Chevron au Exxon. Tulikuwa na mapui ya petroli, na mara ingine matax au kodi bila kuwa na faida hata moja ya kodi. Kama uko na maaction ya petroli, uko na upungufu wa kodi. Na nali investir juu ya immobilier. Kwa nini? Juu kama ningetumia deni juu ya kununua vitu vya immobilier, na juu
nalikuwa na kutumikisha deni na silipi kodi. Na la tatu, nalianza entreprise yangu ya kweli ya kwanza, na nalilipata mabiashara kidogo kidogo wakati nalikuwa kijana. Lakini biashara yangu ya kwanza ya kweli ilikuwa kuuzisha maportefeuille ya surfer. Hiyo ilinituma nitembee duniani popote. Lakini shida yangu, nalikuwa mpumbafu. Biashara ikaenda mbio juu, kisha ikaanguka, na kitu ambacho kilinisaidia ilikuwa immobilier na matière première. Sipendi kitu wanaita mshahara. Napenda kitu kinaleta pesa kwa wingi sana. Na njo kitu nataka kusema, kama watajiri hawatumikie juu ya pesa. Unataka pesa mingi ambayo inakulomba kodi kidogo, na hiyo yote inanituma nitumie deni. Mpaka hapa watu wengi ambayo wanafanya mafunzo ya deni kubwa kupita madeni yote ni deni ya mwanafunzi katika chuo kikuu au universite. Nataka kusema kitu kuhusu ya kusisimua yenye inafanya deni ya mwanafunzi leo ni deni mbaya kwa madeni yote. Juu uwezi kutangaza au kusema wazi kama unachomba na deni ya mwanafunzi, kisha uchugue deni ingine juu ya kununua nyumba, na utaita kuwa actif na balo ni kweli ni pasif. Kwa nini? Juu franga inakwenda kuhali hiyo nyumba yako inakulomba pesa kila mwezi, kisha unanunua gari. Na mie pia nalinunua gari nzuri sana. Kwa hiyo shida ya vijana wote wanakwenda shule juu ya kupata kazi, na wengi kati yao kuchugua madeni ya wanafunzi, kisha wanaoa wanawake na wananunua nyumba na gari, na wanajikuta na madeni ya upumbafu. Lakini hawakuji hapa kuinvestir. Moja ambayo wanafanya ni kati ya mpango wa epargne ya retraite au pension, kitu ambayo siwezi kufanya. Siwezi hata kugusa na mti wa mita 10. Sasa tunazungumzia kichwa ingine, Bitcoin, dola na zawadi. Ya wapi ni bora? Napenda sana immobilier, tena juu ni deni na tumikisha juu ya kununua immobilier ingine. Na hapa watu wote kusema ni vizuri kukataa deni, lakini mimi napenda kuchugua deni. Trump anapenda sana madeni, ni mfalme wa madeni kwa leo. Niko na deni kipimo ya 600 milioni ya dola. Watu wengi wanashindwa kurudisha madeni ya carte credit. Inaonesha kiwango gani hali ni mbaya ya kukopesha. Na hapa nazungumzia juu ya watu ambayo wanasoma, na tena niko na reduction ya impôt juu niko na watumishi. Kama uko na mshahara wanakulipa
unalipa kodi. Kama unapatia watu kazi, wanakupunguzia kodi ya kulipa. Angalia, kwa hiyo wakati Amazon wanataka kufungua maentrepot mpya, kila serikali kupenda kwa kuwapokea. Tafadhali kuja India, tafadhali kuja Canada. Kwa nini? Juu unapatia watu kazi na watumishi hawa wanalipa kodi. Ni kitu moja tena. Telsa walipokea nafikiri kiasi ya milioni 50 ya dola kutoka kwa serikali ya Nevada, juu walikuwa wanaajiri watu au kupatia watu kazi. Na njoo kwa maana wakati mwalimu mkuu wako kukuswali au kukushauri kujifunza juu ya kupata kazi mzuri, unapaswa kujisemea na kufikiria tofauti kidogo. Mara hiyo unapaswa kupata kazi ambayo itakusaidia kupata experience na connaissance kwanza. Kwa hiyo sababu ya somo ya leo namba 1 ni matajiri hawatumiki juu ya pesa. Ni kusema siwezi kupokea mshahara, natumikisha deni na niwezi kupita kulipa kodi, ni kalipa kodi, ni kodi kidogo sana. Ni nataka kukusanya haya yote ili kupata pesa.